Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena kwa kipindi. Ni furaha yangu kuko mzima. Mimi pia niko mzima. Nashukuru Mungu kwa uhai. Karibu tena tukajumuike pamoja kwa kipindi chetu siku ya leo. Tutaendelea na ile topic pale ya kumjua Yesu. Yesu Kristo ni nani? Na naamini itakuwa ni ya baraka. Kwa hiyo karibu sana, tukafungue kipindi kwa neno la maombi. Tuamini. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru Bwana ni kwa kuwa wewe ni mwema. Asante kwa sababu wewe ni mwaminifu, usiyeshindwa. Bwana, ninasema ni asante kwa ajili ya wakati huu. Naomba Bwana ukatukuke katika kipindi hii, ukahudumie kila mmoja mahali hapa sawa sawa na mapenzi yako. Karibu Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu Bwana, ukatutawale na kutendea mema. Asante ni kwa Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Amen. Karibu tukaanze pamoja. Na nitarudia tu ile neno ya Mathayo 28 na mstari wa 19. Alafu tutasoma ingine hapo mbele tutakapokuwa tunaendelea. Kwa hiyo naomba ufungue nami kwa kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 19. Ambapo inasema acha nisome 18. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hadi ukamilifu wa dahari. Tutasoma Matendo ya Mitume 9 na mstari wa 4. Ama acha nianzie moja ndio tupate kuelewa. Inasema ni Matendo 8:1, tasoma mpaka 9. Lakini Sauli akazidi kutisha kwa kuwaza kuwaua wanafunzi. Bwana akamwendea kuhani. Lakini Sauli akazidi kutisha na kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana, akamwendea kuhani mkuu. Akataka ampe barua za kuenda Dameski, zilizoandikwa kwa masinagogi, ili akiwaona watu wa njia hii waume kwa wake, awafunge na kuwaleta Yerusalemu. Hata alipokuwa akisafiri ikawa anakaribia Dameski, ghafla ikamwangaza kote kote nuru kutoka mbinguni. Akaanguka chini akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Akasema, unani wewe Bwana? Naye akasema, mimi ndimi Yesu unayeniudhi wewe. Lakini simama uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo kutendwa. Na wale watu waliosafiri pamoja naye wakasimama kimya, wakiisikia sauti wasione mtu. Sauli akainuka katika nchi, na macho yake yalipofumbuka hakuona kitu. Akashikwa mkono akamleta mpaka Dameski. Akawa siku 3 haoni wala hali hanywe. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Hapa tumeanza na Mathayo 28 ambapo tunaona Yesu baada ya kufufuka amekuja kuonana na wanafunzi wake. Na ameanza kutangulia akawaambia, nimepewa mamlaka yote hapa duniani na huko juu mbinguni. Yesu akawaambia, nimewapea amri, nendeni ulimwenguni kote, mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Haleluya. Na wale wanafunzi wake walishika yale maagizo ya Yesu. Aliwaambia, mwende muwafunze vile ambavyo mimi niliwafunza, mkiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Haleluya. Na baada ya Yesu kuambia vile, hii aliongea baada ya kuwa ameshinda mauti. Ameshasulubiwa, amekufa na amefufuka siku ya 3.
Na baada ya kufufuka alikuja akawaaga mara ya mwisho, akiwaeleza vile amepewa mamlaka hapa duniani na huko juu mbinguni, na akiwaambia nendeni sasa mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Haleluya. Na baada ya hapo Yesu alipaa, na wale wanafunzi wake wakalishika hilo neno na wakaanza kazi rasmi kulingana na maagizo ya Yesu Kristo. Na walipokuwa wanaendelea kufanya ile kazi, tumeona hapo Yesu aliwaahidi ya kwamba sitawaacha hadi mwisho wa dahari. Wanafunzi wa Yesu walipoanza kuhubiri, walipoanza kweli kwenda kubadilisha watu kulingana na vile Yesu amewaambia wafanywe kuwa wanafunzi wa Kristo, kuna udhia uliweza kutokea mahali pale, ambapo tunaona hapo tumesoma ni Matendo ya Mitume. Na mpendwa, ni vizuri uelewe hizi habari zote tunasoma, Yesu hakuna kitabu aliandika. Yeye tu hizi vitu zote wanafunzi wake ndio baadaye wamekuja wameandika hizi vitabu, kwa sababu wao ndio walikaa naye wakamuelewa zaidi. Kwa hivyo injili ikaandikwa na mitume ambao aliwafanya kuwa wanafunzi wake. Kwa hivyo Yesu mwenyewe hakuandika kitabu, hakujishuhudia yeye mwenyewe, bali wale waliokaa karibu na yeye walimjua, wakamfahamu, wakamdhibitisha alitoka kwa Mungu na wakaandika habari zake. Tunapofika hapa ni Matendo 9, tumeanzia mstari ule wa kwanza. Maandiko inasema, lakini Sauli akazidi kutisha na kuwaza kuwaua wanafunzi. Jinsi wanafunzi walikuwa wameshika maagizo ya kwenda kufanya mataifa kuwa wanafunzi wa Kristo na kuwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu, kukainuka mtu ambaye alikuwa anaitwa Sauli. Sauli akazidi kutisha kanisa, ama Sauli akazidi kutisha mitume, kwa sababu nimewaambia hapo kwa part 1 ya kwamba Yesu alipokuja alipata uongozi wa kanisa ambao ulikuwepo. Kuna uongozi ambao ule tu ndio uliorganize mpaka njama ya kumuua. Na Yesu hali akijua hayo yote, akatrain mitume wake na baadaye akapea mitume mamlaka. Yesu hakusimama kanisani kupeana mamlaka kwa kanisa, alipeana mamlaka kwa mitume waliokaa chini yake miaka 3.5 wakilisikia neno lake, wakitii na kuamini Mungu. Hao ndio aliwapea mamlaka, na hao ndio aliwapea kazi kubwa ya kwenda kugeuza mataifa kuwa wanafunzi wake. Akawapea maagizo ya ubatizo. Akawaambia watakaoamini mtawabatiza hivi kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mtawaombea mpaka watajazwa na Roho. Mtafanya ishara nyingi, maana maandiko inasema ishara hizi zitaandamana na waaminio, wenye kuamini Kristo, ambaye ndiye njiwe kuu la pembeni, ambaye yeye ndiye njia, kweli na uzima. Hakuna mwingine anayeweza kufika kwa Baba asipopita kwa Kristo. Basi wanafunzi wake walipokuwa wanaendelea kulihubiri neno, na walipokuwa kweli nia yao ilikuwa ni kufanya mataifa kuwa wanafunzi wa Yesu, kukatokea udhia. Sauli akainuka na roho ya kuua. Na tunaelewa wakati roho ya kuua inatangaza, inaleta ripoti kama hiyo, Yesu alikuwa ashawafunza kabisa. Alikuwa amewaambia kwamba mwivi haji ila aibe, auwe na kuharibu. Kazi ya shetani ni kuiba, kuua na kuharibu. Kwa hivyo waliposikia matisho ambao Sauli alikuwa ameinuka nayo, wakatambua hapa ndio pale mahali vita si yetu, bali vita ni ya Bwana. Haleluya. Sababu Yesu alisema, ogopeni aliye na uwezo wa kuua na mwili pamoja na roho. Lakini aliye na uwezo wa kuua mwili na baadaye hasijue roho aifanye namna gani, huyo si wa kuogopewa. Wakatambua vita hii si yetu tena, bali ni ya Bwana. Kama kuhubiri injili imewaweka katika hatari hata ya kuuawa, na Sauli akachukua hapo tumeona alichukua nini? Akamwendea kuhani mkuu akataka ampe barua ya kuenenda Dameski. Akaenda kwa kuhani mkuu apewe kibali cha kwenda kukabiliana na wale mitume. Na alipofanya hivyo, tunaelewa baada ya mitume kujazwa na Roho Mtakatifu na walipotii, wakaanza kufanya ile kazi Mungu alikuwa amewafanyia, ile mapenzi ya Baba kupitia mwanawe Yesu Kristo.
ya kuwageuza wanafunzi mataifa kuwa wanafunzi wa Yesu. Waliinukiwa na shida nyingi, shida ambazo zilifanya hata watishiwe kufa. Tukiangalia kina Petro wamehubiri tu, wameshikwa, wamewekwa gerezani. Kanisa likaomba. Ni mitume wakaomba, kwa sababu mitume walipokuwa wanabadilisha watu kukuwa wanafunzi wa Kristo, walitengeneza ushirika, kukakuwa na undugu. Wakawa wanakusanyika mahali pamoja kwa sala, wakakusanyika kwa neno, wakakusanyika hata kwa chakula, walishare hata mahitaji waliokuwa nayo, walitoa vitu kwa ajili ya kusaidiana, na kwa ajili ya hiyo mitume wakawa na nguvu sana. Haleluya. Na habari zile zikaenea sana. Ndiposa tunaona hapo mpaka Herode ameamuru hata kina Petro wakashikwa, wakawekwa ndani. Kuna mwanafunzi aliua. Lakini mitume wale wengine, wale ambao walikuwa wamekaa na Kristo, na wale ambao walikuwa washahubiriwa kupitia kuamini lile neno, wakafanyika mitume pia, wakasimama kwa nafasi wakaomba. Na walipoomba, kuna kitu hapa ilimtokea Sauli, ambapo ni hii: hata alipokuwa akisafiri ikawa anakaribia Dameski, kule ambako amepewa barua ya kufika huko na kuua wanawake na wanaume. Alipokuwa anakaribia hapo, ghafla ikamwangaza kote kote nuru kutoka mbinguni. Haleluya. Yaani Sauli alipokuwa njiani akielekea Dameski, nuru ya ghafla ikamwangaza ghafla, na sauti ikatokea. Sauti hapo inatokea inasema nini? Alipoona ile nuru, akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Akasema, unani wewe Bwana? Naye akasema, mimi ndimi Yesu unayeniudhi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tumesoma Mathayo 28 kutoka mstari wa 19 hadi 20, Yesu amemalizia kuambia wanafunzi wake, sitawaacha hadi mwisho wa dahari. Haleluya. Na nimewaambia Yesu peke yake ndiye mtu ndiye neno lililofanyika mwili, akaishi kama mtu, akashinda majaribu yote ya dunia, akashinda mpaka adui mkubwa ambaye ni mauti, na baada ya hapo akafufuka na akapewa mamlaka halali ya kukaa ndani ya wanadamu. Haleluya. Yesu aliruhusiwa kukaa ndani ya mioyo. Yaani aishi, unaona inasema nini? Sitawaacha hadi mwisho wa dahari, lakini alipaa. Nataka hapo tuelewane. Yesu anawaambia nitakuwa nanyi mpaka mwisho wa dahari, lakini si alipaa. Wakati amepaa, anaonyesha ako pamoja na wanafunzi na njia gani? Wakati wanafunzi walikumbwa na hatari ya kuleta kifo, wakati walikumbwa na hatari ya kuwanyima amani ya kupeleka habari zake, wakati walikumbwa na hatari ya kwamba hata wao kujumuika pamoja haifai. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu alikuwa ndani ya wanafunzi wake, sababu alipewa mamlaka ya kukaa ndani ya mioyo yetu. Ndio unaona tunapokuambia utamwamini Kristo, utampokea awe Bwana na Mwokozi. Maana alisema niko mlangoni ninabisha, atakayefungua ndiye nitakayeingia. So Yesu hajileti kwa mtu kwa nguvu. Mpaka umkubali, umwamini. Utamwaminiji? Mpaka umsikie, mpaka umjue, ndio uchukua hatua ya kumwamini na kumpokea. Ukishampokea, kuna makao. Alisema anakaa ndani yetu. Ukisoma Yohana anasema, mkikaa ndani yangu na mimi ndani yenu, ombeni lolote na Baba atatenda. Haleluya. Na hapa Yesu anaonyesha jinsi alivyokuwa pamoja na wanafunzi. Wakati Sauli anauliza, wewe ni nani Bwana? Baada ya kuona ile nuru, Yesu akamwambia, ni mimi Yesu unanitesa. Sasa Sauli alitesa Yesu kwa namna gani? Na yeye alikuwa hajawahi kutana na Yesu. Haleluya. Alipoguza mitume, alipoingililia kazi ya mitume, hakujua ile kazi na mwenyewe.
Alidhani pengine mitume wanafanya hivyo pengine kwa akili zao ama kwa nguvu zao, hakuwaza. Lakini Yesu alipojitambulisha, na Yesu anajitambulisha hapa akiwa mwenye mamlaka makuu zaidi. Haleluya. Unajua Yesu alipokaa katika hali ya mwili, hakujionyesha sana kama yeye ni mwana wa mfalme. Hakujionyesha kama ako na nguvu nyingi zenye anaweza fanya muujiza wa haraka mpaka ukashtua watu. Mara nyingi alitumika tu kufanya miujiza, uponyaji, ya kufufua. Yaani miujiza ambayo inazidi kuleta faraja. Haleluya. Sababu hiyo ndiye alisema amepakwa mafuta kuwa hahubirie maskini habari njema, waliofungwa uhuru wao. Sasa hapa tunamuona Yesu akijitokezea kwa mtu ambaye ni hatari kwa usalama. Maana Sauli alikuwa ni gaidi hapa. Alikuwa ni mtu ambaye amejihami kuangamiza hao Wakristo na Ukristo wao. Na sasa Yesu mwenye mamlaka kama mwana wa Mungu anakuja kwake. Na akakuja ile staili ya utangulizi wa Mungu. Najua hata Mungu wakati alitaka kushuka pale kwa mlima Horebu nyakati zile za Musa, utangulizi wake kulikuwa na umeme, kukawa na radi. Haleluya. Na Yesu ametumia hiyo kidogo, ni nuru tu ilimulika. Hakukuja kwa ile mamlaka makuu. Alikuja kwa hiyo kumuonyesha huyu, unapoguza mitume unaniguza. Sababu hakuna mahali Sauli alikutana na Yesu akamtesa, ama hata hakumwambia kitu. Lakini baada ya Yesu amejitambulisha kwamba mimi ni Yesu unanitesa, Sauli alishtuka sana. Akashangaa, kwani hawa mitume ni kina nani? Sasa wao na Kristo wapi na wapi? Lakini ukweli wa mambo ndio huo. Yesu akawa analithibitisha neno lake kuwa sitawaacha hadi mwisho wa dahari. Asikia hapo mbele vile inasema, lakini simama. Yesu sasa anamwambia, lakini simama uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda. Haleluya. Unajua wakati mitume walipata shida, wao walizidi kuomba sana. Na Yesu alikuwa amewaambia, mkikaa ndani yangu na mimi ndani yenu, chochote mtaomba Baba atafanya. Haleluya. Sasa Yesu anaonyesha uaminifu wa neno lake, kwamba hakuna mtu ataomba kwa jina lake akose kujibiwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mitume walikuwa katika hali ya kuumia, katika hali ya kuteseka, na wakaelekeza maumivu yao kwa Kristo ambaye aliahidi kwamba hata waacha hadi mwisho wa dahari. Na mwishowe Yesu alimuonyesha Sauli upendo wa ajabu. Tunaelewa kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu ili kila amwaminie asipotee bali hawe na uzima wa milele. Yesu baada ya kwamba amemwambia Sauli kuwa yeye ni nani. Unajua Sauli alishtuka akaanguka, ishara ya kusarenda. Unajua hakujibizana na yeye. Kwanza alishangaa kumjua. Kumbe mitume ni wako, kumbe Na hiyo kusarenda hiyo, Yesu akampa maagizo. Amka, ingia hapo, utapewa ya kupasayo kufanya. Na baada ya kuongozwa, macho yake yalifunguka tena, na akafanya kile ambacho Mungu alitaka sasa akifanye. Yesu alimpa maagizo, na huyu Sauli akakuja akabadilika, naye vile vile akaliamini neno na akafanyika mwanafunzi wa Yesu. Na baada ya kufanyika mwanafunzi, ametuandikia vitabu vingi. Haleluya. Kufikia hapo mpendwa, mimi napenda nikuulize, je, wewe utakubali kukuwa mwanafunzi wa Yesu? Ama utachagua ule utawala ulikuwepo zamani? Unajua kuna ule utawala ulikuwa, kuna ule utawala wa wale wanaitwa Mafarisayo, wakuu wa dini. Walibakia tu na uongozi wao. Hawakupata siri ya ufunuo wa kumjua mwana wa Mungu. Walibakia tu, hata mwisho wao ndio walipanga njama. Na Yesu naye alipoona hakupata nafasi kwao,
akatrain mitume, akapea mitume mamlaka. Kwa hivyo utawala huo hata leo unatawala. Kuna mitume wa Kristo wenye kabisa wanafanya maagizo ya Yesu. Hakuna kitu kingine ndani yao. Na kuna wale wako pale pia ambao wamesimamia nafasi ya Mafarisayo, Masadukayo. Kazi yao ni kuhukumu watu. Haleluya. Kazi yao ni kuwa wameshikililia tu neno, lakini hawafanyi mapenzi ya Kristo. Maana mapenzi ya Kristo ni kuwa wewe kafanye tu mataifa kuwa wanafunzi wangu, wakiamini wabatizwe kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, waombewe maombi mema. Haleluya. Hadi kufikia hapo, mpendwa, wewe uko wapi? Uko kwa nafasi ya mwanafunzi wa Yesu ama umebaki na ule uongozi mwingine ambao ulikuwepo? Na kwa wale ambao ni wanafunzi wa Yesu, wanafunzi ndio Yesu aliwapea mamlaka. Wanafunzi ndio walipewa mamlaka ya kwenda kufanya na miujiza. Wanafunzi ndio ambao wamenenewa kwamba ishara hizi zitaandamana na waaminio. Wanafunzi ndio wako na ahadi ya kwamba Yesu atakuwa pamoja nao hadi mwisho wa dahari. Wanafunzi ndio ambao wameruhusiwa kushiriki ile meza ya Bwana pamoja na Kristo. Unashiriki katika mateso yake, unashiriki katika raha yake, unashiriki katika utukufu wake, ambaye wewe kumwamini tu Kristo na kutii maagizo yake, wewe umepita, hauingii hukumuni, bali unaingia katika ule uzima wa milele. Wapendwa, hadi hapo Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Na hakuna mwenye atamwamini Kristo atapotea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuanzia leo ninaamini kufikia hapo, hata mtu akikuuliza Yesu ni nani, ninaamini sasa uko na neno ambao inaweza ikakusaidia kumjibu yeye ni nani. Kutoka hapo ninajua sasa umejielewa kama mwanafunzi wa Yesu, wewe jukumu lako ni nini, na hatari inapokuja tuko na ahadi ya kwamba hata tuacha hadi mwisho wa dahari. Alionekana kwa kina Petro walipowekwa gerezani. Tunaona mpaka Mungu ako na mamlaka hata ya kutuma malaika wakuje wafungue gereza wanafunzi. Mwanafunzi wa Yesu, Yesu atamtetea. Mungu jicho lake litakuwa hapo, manake masihi wake anaishi ndani ya wanafunzi. Haleluya. Kwa hiyo wapendwa, mimi nitafika hapo. Na ninaamini hadi hapo kuna wale wameamini Kristo sababu wamemfahamu. Basi nitapenda niombe na wewe, halafu tatamatisha kipindi. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru Bwana kwa ajili ya watazamaji wote ambao wametazama kipindi hiki, ambao wamelisikia neno lako na kuliamini Bwana. Ni ombi langu kwamba neno hili likawe hai ndani yao. Usiwaache hadi mwisho wa dahari. Wale ambao wameanza kufanya kazi yako lakini wamekumbwa na hatari za kifo, hatari za kutishiwa usalama, hatari za kukosa amani, ewe Yesu, kama vile ulivyowatetea wale ambao walisimama na neno lako na kulifanya, hata ukaweza kumwongelesha Sauli ambaye alikuwa ni tishio kubwa kwa wale wafuasi wako. Yesu, ninaomba ukawatetee watumishi wako wote, wale ambao wamefanyika wanafunzi wako, wamekubali kulitii neno lako na kufanya vile linasema. Ninaomba Baba ukawalinde katika mazingira magumu. Bwana, ninaomba ukalete wokovu katika hali ambazo Bwana haziwezi elezeka. Wewe ninaomba ukalete suluhisho. Wewe ni Mungu uliye karibu sana hata wakati wa shida. Hakika kwetu wewe ni kimbilio na msaada wa karibu. Baba, ninaomba neno lako likawe hai ndani yetu, ukatusaidie na ukatuwezeshe Bwana, tukashinde majaribio yote ya ulimwengu. Ulisema kwa neno lako sisi ni zaidi ya washindi, na hilo neno ninaomba likawe hivyo ndani yetu kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya hii studio, mikononi mwako na ikabidhi Bwana, nao vile vile ukawabariki, maana wamekuamini wewe
Baba, usiwaache hadi mwisho wa dahari kalitimize neno lako. Ni asante na kupa sifa na shukrani kwa kuniwezesha, katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen.